When I'm feeling weary and when trouble comes to me, I just rest in your love. I rest in your love. When my life is Yesu nakuhitaji, ndio kila saa niwezeshe Mwokozi nakujia. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu anakupenda. Maana kwa siku ya leo anataka kufundisha mambo ambayo ni mazuri kwa ajili ya afya yako na maendeleo yako kiroho. Hiyo imekuwa ndefu. Ukitishia hapa. Somo langu la leo tumekuwa tukijifunza mambo mengi ambao kwa mguso wa kipekee yamekuwa ni chachu ya kutufanya sisi tuweze kuwa karibu na Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wake na mafundisho ya Roho wake Mtakatifu, na huu ni mbaraka mkubwa sana. Wangapi wameendelea kubarikiwa? Na tunapoelekea mwisho wa kambi hili, niwaombe ndugu zangu muwe makini sana, na isitokee ukatoka katika kambi hili bila kuwa na neno hata moja. Sawa? Ingawa tukijifunza mambo mengi kuhusu ukombozi, lakini nikagundua kwamba hata kama tunahitaji ukombozi, tunahitaji kuwa na maisha mazuri. Hata kama tunahitaji kuwa na maisha mazuri ili tuendelee kufanya utumishi ambao ni haki na sawa kwa Mungu, lazima afya zetu ziweze kuwa vizuri. Watu wengi ambao wamepata virusi vya ukimwi walipokwenda hospitalini wamekuwa wakipata counseling au ushauri na saha ambao kwa namna pekee umekuwa ukibadilisha maisha yao na kuwafanya waishi katika matumaini. Ndio sisi pia kama neno letu kuu la mkutano linavyosema, tumaini katika ulimwengu uliokata tamaa, tunahitaji tuwe na maisha ambayo ni ya tumaini. Inatakiwa tuishi bila kukata tamaa. Hiyo inaambatana na sisi kuwa na afya nzuri. Kama nisingekuwa na afya nzuri, nisingepata muda wa kukaa hapa mbele. Kama ningekuwa nikiuma tumbo, sasa hivi nafikiri ningekuwa nimeshakata leseni, niko huko nyuma. Kama ningekuwa naumwa kichwa, nafikiri ningekuwa nimelala kwenye mabweni au tent. Kama ningekuwa sijisikii vizuri, nisingekuwa hapa mbele yenu. Kama ningekuwa naumwa, nafikiri nisingepata muda wa kuweza kuongea na Roho Mtakatifu na akanionyesha hili somo zuri na kuleta mbele yenu. Kumbe basi afya zetu ni muhimu katika utumishi au uwepo wa Mungu katika maisha yetu, ili maisha yetu yaweze kuwa mazuri. Haleluya. Hasa na somo zuri nasema hekalu letu. Hekalu letu. Sema wote, hekalu letu. Neno la Mungu nasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Haleluya. Yaani miili yetu ni hekalu la nini? Kumbe hapo ulipo una Roho Mtakatifu ndani. Haleluya. Kumbe sisi ni wabahati sana. Ndio? Kwa sababu Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Ndio? Kwa sababu Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu, basi tuna mafanikio, maana Roho yuko ndani. Na
neno la Mungu linaendelea kusema kwamba tuombe chochote tutapata kwa katika nani? Katika Roho, si ndio? Naposema Roho, Yesu, Mungu, huyo ni mtu mmoja, si ndio? Mwenye nafsi ngapi? Haleluya. Kwa msalamikiwa kwa pale, ndio. Kumbe Yesu tunayemhubiri yuko ndani, pamoja na kwamba alishinda mauti, alipoteswa akafufuka kaenda mbinguni, bado yuko ndani yetu kwa njia nini? Ya Roho. Haleluya. Sasa katika fungu hili la Yohana 3:1-2 inasema hivi: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Kumbe ili roho zetu ziweze kufanikiwa lazima tuwe na nini nzuri? Amina. Barikiwe sana mtumishi. Narudia, ili roho zetu zifanikiwe lazima tuwe na nini? Kumbe inatakiwa tufuate taratibu na kanuni za nini? Ili tuishi na Roho Mtakatifu ndani yetu na roho zetu ziendelee kufanikiwa. Roho zetu zikifanikiwa tutakaa karibu na Mungu kila siku. Roho zetu zikifanikiwa ibada zetu zitakubalika. Roho zetu zikifanikiwa sifa zetu zitakubalika. Tuko pamoja? Kumbe ili sisi tuweze kuishi katika ulimwengu wa kiroho, naongea na nyinyi adventure, nasikiliza nchini msumbane. Ili kumbe tuweze kuwa adventure wenye afya nzuri, wakakamavu na wazuri, lazima tuwe na nini? Afya nzuri, si ndio? Na tukiwa na afya nzuri, roho zetu zinafanyaje? Zinafanikiwa. Haleluya. Kwa hii ni kanuni ya kwanza ya dini ya kweli inayohusu haki. Haleluya. Meza mkaniuliza hizi kanuni za afya zina mguso gani? Au kwa nini Mungu aliwapa watu kanuni za afya? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:24 inasema hivi: Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote, tuone neema siku zote ili kuhifadhi hai. Haleluya. Kumbe neema ya Mungu ni kwa ajili ya kuhifadhi nini? Uhai ambao uko ndani. Unaona? Bado tunaendelea kuongea yale maisha. Kumbe ili uhai wetu uweze kuwa na mafanikio, ili tuendelee kuwa hai kila siku, lazima tusikubali neema za nani? Kumbe ili tusiugue matumbo, ili tusiugue vichwa, ili tuwe salama, tuwe na afya nzuri, tusiugue UTI, tusiugue magonjwa mengine, si mafua wala vifua, lazima tuikubali neema ya nani? Haleluya. Sijui kama tuko pamoja. Na katika Kutoka 23:25 anasema, nanyi mnamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Iko amenielewa? Aise, kuna neno kubwa sana hapa. Kuna neno ambalo linamgusu mzuri sana. Hebu sikilize. Nanyi mnamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati. Kumbe Mungu tunayemtumikia atakibariki nini? Chakula chetu. Atabariki maji yetu, vinywaji vyote tunapokula, hata kama vitawekwa sumu, chakula kiwekwa sumu, Mungu atakifanyaje? Atakibariki. Kama baraka zitakuwepo katika vyakula tunavyokula, sisi tu nini? Tu salama. Haleluya. Mmoja alikuwa kwenye kijiji, alikuwa ni mchungaji. Msikilize kwa makini. Yeye alipofika sehemu moja ambayo alikuwa anaishi, siku moja akaugua malaria. Alipougua malaria, sasa hakuwepo mtu ambaye anaweza kumhudumia. Ni kijana, alikuwa bado hajaoa, alikuwa ni mchungaji, kwa alienda field. Sasa baada ya kufika sehemu zile, kwa muda mfupi akawa ameugua. Alipougua akakosa hata kumpa chakula. Akaja mama mmoja ambaye alikuwa anasadika kwamba ni mchawi. Yule mama akamletea chakula. Alipomletea chakula ambacho kilikuwa amekipika vizuri, mtumishi anasema kwamba matembele yalikuwa yameungwa vizuri, ugali wa dona mzuri, yani mzuri. Alipoonja tu akatamani yale chakula chote. Sasa kabla hajala
dada mmoja ambaye alikuwa ni kabila moja na huyo mtumishi ambaye alikuwa katika maeneo haya, akamfuata akamwambia usile chakula cha yule mama, maana yule mama ni mchawi. Na watu wengi waliokula chakula hichi, akaambia historia wachungaji wote waliokabidhiwa ile nyumba wakaishi kipindi cha utumishi wao, kwamba wote waliopewa chakula na yule mama hakuna ambaye anaishi mpaka sasa hivi. Lakini yule mchungaji akamwambia, wewe ndugu yangu umeshindwa kuniletea chakula, huyu mama amechukua chakula ameniletea, katika jina la Yesu nitakila. Haleluya. Akala akamaliza. Alipomaliza yule mama akamletea, akaonekana kama kumjali. Kila alichomuomba yule mama akamsaidia. Baadaye afya yake ikawa njema. Yule mama akashangaa sana. Siku moja mchungaji akarudi, yule mama akamwambia, ninaomba unifundishe uchawi wa kabila lenu, maana uchawi wangu ninauamini tangia muda mrefu, nimekuwa nikiuamini na umekuwa ukiwa na mafanikio sana. Watu wote katika kijiji hichi wananifahamu, lakini uchawi wako umeshinda uchawi wangu na sijawahi kuona uchawi kama hapo. Akamwambia, uchawi pekee ni Yesu Kristo. Uchawi pekee ni Yesu Kristo. Mtumishi wa Bwana aliomba kabla ya kula. Mtumishi wa Bwana alikuwa akimtumikia Mungu, na kama Mungu alivyoahidi kukibariki chakula chetu, kuyabariki maji yetu, kubariki vinywaji vyetu, kubariki togwa zetu, kubariki kila kitu ambacho tunakiingiza ndani ya miili yetu, ili mradi tu sio najisi. Alikibariki chakula cha mtumishi, na hata kama kilikuwa na sumu hakikumdhuru. Hivyo akawa salama. Jina la Mungu likatukuzwe. Mpaka leo hii ninaokueleza hapa, yule mama ameokoka na ni Mwadventista msabato ambaye amebatizwa na ana ushirika, na kila siku Jumamosi ni wa kwanza kufika kanisani na akamtukuza Mungu, na ni mwinjilisti mpaka sasa hivi. Kumbe ndugu yangu, katika utumishi wetu, katika kazi zetu za kumwamini Mungu, hata katika afya zetu tuweze kumtukuza nani? Ya kipindi fulani hivi nilikuwa nasoma. Nilipokuwa nasoma nilikuwa nilibiwaga pesa ada. Nilipoibiwa pesa ada, I say kwangu po ikabidi pesa yangu ya kula nione najibana sana. Kwa kula kwa shida. Nyumbani nilikuwa nimehama, nimeenda ndani main hostel, kwa chakula kwa cha shida kweli. Lakini hamwezi kuamini, siku zingine nilikuwa nafunga hadi wiki nzima na kunywa tu maji. Sawa? Watu wanashangaa sana, sio ule siku zote hizo hapo. Lakini hamwezi kuamini, afya yangu ilikuwa inanawili hata zaidi ya wale watu ambao walikuwa nakula kila siku. Siku zingine mimi nilikuwa nakula miogo ya shilingi 200 na kunywa maji mengi yanajaa tumboni na kwenda kusoma. Nikifika tu kwenye darasa labda discussion, tuna discuss, afu mwisho siku namwambia Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya hichi kidogo, maana ndani ya tumbo langu utakifanya kiwe kingi. Na hata mpaka namaliza sikuonesha hata dalili ya kudhoofu, ingawa ulaji wangu ulikuwa wa shida. Ni kwa sababu nilimtumikia Mungu, na katika maisha yangu ya shule niliyokuwa nikiyafanya, watu walikuwa watu ambao wamesoma nakili, ilikuwa na majina fulani, ilikuwa anaitwa mchungaji, anaitwa mtu wa Mungu, sijui nini kama hivyo. Nilikuwa namtumikia Mungu, nilikuwa nawafundisha watu kuhusu Mungu, na huyu Mungu ambaye nilikuwa namuamini, nikimuomba kuhusu mambo yangu, hata siku moja hakuacha niteseke. Hata pale nilipopata shida, yeye aliyaweka kuwa ni maisha ya kawaida na nilifurahi. Kumbe kuna haja ya sisi kumtumikia Mungu ili tuweze kuwa na afya, ili tukiwa na afya njema tuishi katika ulimwengu wa tumaini. Na tumaini pekee, kama ambavyo nimeendelea kusisitiza, ni Yesu ambaye anakuja mara ngapi? Kama tukishinda kutunza afya zetu, tutakufa bila kuwa na tumaini. Hata tumaini ambalo kila siku tumekuwa tukilifuata, tukiacha shughuli zetu kuja Kiwawe, tukiacha shughuli zetu kwenda kanisani, litakuwa halina maana yoyote. Kwa pamoja sema haleluya kama kwa pamoja. Sasa kauni za afya zina maneno kuhusu kula na kunywa. Kuna vitu ambavyo inatakiwa tu, kuna vitu ambavyo ni halali kula. Ni vipi hivyo? Kila kitabu cha Isaya 55 mstari wa 2 anasema mle kilicho chema. Haleluya. Mle kilicho
tumekuwa tukidanganywa na watu wengine, au kwa mafungo au kwa kusoma Biblia bila kuelewa, au kwa kupata midahalo kwa watu ambao ni wapinga Kristo, ambao wanajidai kuwa Wakristo mambo leo, Wakristo wa kisasa, wa kutuambia kwamba kiingiacho sio najisi bali Haleluya. Sasa nawapa jibu la maswali haya. Hii imekuwa ni challenge kwa watu wa Mungu. Wakiambia jamani, ni kweli sawa, unashindwa kuongea. Nenda usome kitabu cha Matendo 10 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Utapata majibu ya maswali haya. Utapata majibu ya dukuduku hii, kwamba kimuingiacho mtu, kwamba usivite vitu ambavyo najisi ambavyo Mungu amefanyaje? Amevitakasa, si ndio? Kwa hakuna kitu ambacho nini? Na kitu ambacho alikuwa akiliongelea Mungu, fundisho lile lilikuwa aliongelea vyakula, bali lilikuwa linaongelea nini? Watu, si ndio? Kumbe na wasomaji nzuri. Ya katika kitabu pia cha Korinto wa kwanza 10:31 inasema, mnyopo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Haleluya. Kumbe tulapo, tunywapo, tufanyako lolote lile kwa ajili ya afya zetu, tufanye kwa ajili ya utukufu wa nani? Ellen G. White ameongea kuhusu utumiaji mbaya wa sukari. Ellen G. White ameonya kuhusu kutumia majani. Ellen G. White ameonya kuhusu kutumia hizi mapakini sababu tunajua ni nani alcoholics, ndio. Ellen G. White ameonya kuhusu utumiaji wa nyama, si ndio? Yote ambao ni uvuvio wa Roho Mtakatifu, ambao alimpa maono na ambao tunawaamini na kuyafundisha katika kanisa la Adventista Sabato. Sasa wale ambao wanakula hivyo na neno la Mungu limekataa, sijua na maana gani, lakini ninachotaka kukuambia kwamba hata kama utakula nguruwe, hata kama utavuta sigara, hata kama utakunywa pombe, utakunywa baluu, lakini jiulize, je, hichi ninachokifanya ni kwa utukufu wa Mungu? Weke swali. Kama sio utukufu wa Mungu, ufanyaje? Haleluya. Sasa umeweza kuniuliza, ni chakula gani ambacho tunapaswa kula? Si ndio? Ni chakula gani tunapaswa kula? Sasa Mungu alitupatia chakula. Kile kitabu cha Mwanzo 1:29 anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo vyakula nini? Vyenu. Si ndio? Kitakuwa ndio chakula. Miti, miche na mbegu ndivyo vyakula vyenu. Siku moja hivi rafiki yangu akaniambia, sasa ujue ndugu yangu, tunaelekea kwenye dhiki kuu hapa cha maana, kwa sababu tutafukuzwa kwenye maporini, hatutakwenda na sufuria, hatutakwenda. Na ndio maana katika makambi ya vijana tumeendelea kujifunza kuhusu fani za ukambikaji, hiking, kuonyeshana namna gani maisha yalivyo magumu na jinsi gani njia za kuweza kutumia kuweka kuwa rahisi, si ndio? Tumekuwa tukifundishana haya hata katika nisheni za ukambikaji na vitu vingine kwa watu ambao wamepata bahati ya kujifunza haya mambo. Dhiki kuu inakuja, taabu ya Yakobo, ambapo hatutaruhusiwa kukaa mijini tena kwa wale ambao tutakubali kiukweli kumfuata Mungu. Watu ambao wamelala sijui, maana ninachokitangaza na kuambia, naomba muamshe ambao wamelala, maana this is sensitive and he naomba mwamshe. Narudia nilichosema, maana nenda kumalizia. Nimesema hivi, wakati unakuja ambao hatutakuwa na nyumba zetu zile ambazo tumezoea, ambazo hatutakuwa na vitanda tulivyovizoea, ambao hatutakaa tena mezani na kula chakula chetu, ambapo tutatakiwa kwenda polini kujificha, maana kila mtu duniani atatuchukia. Kila mtu anataka atuue, kwa wale tu watakao simama imara na kuchagua kumtumikia Mungu. Hivyo kama wewe ni mmoja wapo, maandalizi yanaanza sasa hivi. Haleluya. Rafiki yangu akaniambia kwamba kama maandalizi yanaanza sasa hivi, na Mungu alitupa miche na mbegu na vitu vingine kama hivyo kwa ajili ya chakula, basi tuanze kupiga majani ya korosho, unachukua na tangatongo na chemsha unakula. Hata hivyo Mungu pamoja na kwamba shida hizi zitakumba, anatupa chakula
zaidi sana tunahitaji kuwa watu gani? Haleluya. Ndio maana tuna mifungo. Kuna watu ambao wanaweza kufunga hata siku 40. Kuna watu ambao wanaweza kufunga hata wiki moja, wanaweza kufunga hata siku moja na siku zingine nyingi. Kwa sababu kuna siku zingine ambazo tutalazimika kushinda bila kula. Haleluya. Maandalizi yanaanza sasa hivi. Ndugu yangu, napoendelea kumaliza, nataka kuambia utaratibu wa wanyama walio safi, ambao katika wanyama wote walio safi ujitolee 7 mume na mke, katika wanyama wasio safi 2 mume na mke. Mwanzo 7:2. Sawa? Kwa Mungu kumbe aliruhusu nini? Nyama, si ndio? Baada ya safina, wanyama wale safi ambao walikuwa wameingia kwenye safina watu walitumia kama nini? Kama chakula, kwa sababu mimea yote ilikuwa imefanyaje? Imeangamizwa, si ndio? Lakini ni wanyama gani ambao inatakiwa tule? Wanyama safi, ambao ni wanyama ambao wana kwato zilizopasuliwa na wanaocheua, si ndio? Nguruwe ana kwato? Ana kwato? Anazo, lakini anacheua? Basi huyo ni nani, si ndio? Ngamia ana kwato? Ana kwato lakini anacheua? Anacheua lakini ana kwato, si ndio? Kwa hiyo ni huyo ni nani, si ndio? Mbuzi safi, si ndio? Sungura safi, ng'ombe safi, au sio? Lakini sasa kitu kimoja nataka niwaambie watu wa Mungu. Kwa nini Waadventista tunaambiwa tuache kula nyama? Kwa nini Waadventista tunataka tuambiwe tuache kula nyama yote? Kuna watu wengine wanakuambia nimeacha nyama ya ng'ombe lakini ya kuku nakula. Sikiliza ndugu zangu. Katika ulimwengu wa sasa hivi, katika mavumbuzi mbalimbali, watu wamevumbua vitu vingi ambavyo vina lengo la kudhoofisha afya za binadamu. Kwa staili gani? Sikiliza nikwambie. Kuna madawa ambayo tumekuwa tukiwachoma ng'ombe zetu pale wanapougua. Yale madawa yanatengenezwa kiwandani yakiwa na chemical ambazo ni sumu. Zinapoingia ndani ya mwili zinaenea. Nyama zinapofika buchani, zile chemical ni ngumu sana kutoka. Hivyo tunapokula nyama direct tunakula nini? Chemicals. Kwa watumiaji wa kuku, wale walaji wa kuku za broilers, siku 3 mtu ameweka bandani, siku 3 siku 4 kuku ameshakuwa wakula. Hivi mnafikiri kuku anakuwa vile jamani? Kuna madawa ambayo anapewa ili akue haraka, si ndio? Ambayo kwa kweli kiafya sio. Sasa tunakula vitu ambavyo kiafya sio vizuri. Haleluya. Amen. Watu wengi wanapata matatizo mengi kutokana na kulaji wa nyama. Hivyo na washauri, kama mkisikiza sauti hii, ni washauri pia msome vitabu vya afya ambavyo vimeandikwa na Mama Ellen White, vitawasaidia. Lakini zaidi tunahitaji kutengeneza afya zetu ziwe imara, afya zetu zituwezeshe kumtafuta Mungu, afya zetu ziweze kuwa imara hata kipindi cha dhiki kuu tuweze kusimama. Kama ni ombi lako kwamba Mungu nijalie katika mazingira ambayo nakuwepo, kipindi fulani nikiishi katika nyumba fulani ambayo ilikuwa sio kwetu, kila siku walikuwa wakitengeneza chai ya majani, muda mwingine nilijikuta kwa sababu ya njaa nikinywa, lakini baadaye nikamwomba Mungu nisaidie. Mungu alinipa njia moja kutengeneza majani ya chai, na nikawa na kaanga unga wa dona ambao nilikuwa natengeneza chai ya binafsi kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kununua soya. Kumbe katika mazingira yote yale tukimwomba Mungu atupe vyakula ambavyo ni vya afya nzuri, atafanyaje? Atatupa. Na mwisho wa siku afya zetu zitakuwa imara na ambazo zinamtukuza, na mwisho wa siku tutakuwa imara na Mungu atatenda miujiza katika afya zetu, na afya zetu zitakuwa katika utukufu wa nani? Na tumaini ambalo tunalisubiri itakuwa inevitable. Ndio manake ndio Yesu atakuja kwa wale ambao watakuwa hai, watakuwa imara, watakuwa na nguvu, na Mungu ataongezea nguvu nyingine pamoja na zawadi ya kuwabadilisha miili yao na kufuata katika utukufu. Kama ndilo ombi lako, usimame pamoja na mimi tunapokwenda Thank you.
ni mwema wakati wote, anaokoa. Naomba tukumbe macho tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu mkuu sana uliye juu mbinguni, asante sana Baba kwa nafasi zote ulizotupatia kusimama katika viwanja hivi kwa nia ya dhati kabisa kutoka katika mioyo yetu kwamba tujifunze ukuu wako, tukujue wewe, tukupende na kukutii zaidi. Mtumishi wako amemaliza kutukumbusha maandiko matakatifu mazuri kuhusiana na hekalu ambayo ni mili yetu uliyoichagua tuitunze kwa kukuheshimu na kukupenda na kutenda yote katika mapenzi yako. Tunashukuru namna ambavyo umefungua moyo wa kila mmoja kupokea yale yaliyotolewa na mtumishi wako. Na sasa tunataka kuondoka, lakini tunaomba yasiwe bure. Kila mmoja aliyesikia yakamsaidie katika kutenda na katika kuishi na katika kumwandaa kwa ajili ya kukulaki ujapo mara ya pili. Kuna wenzetu wengi ambao wako katika makambi, hatujui ni kwa namna gani, lakini wewe wajua. Lakini tunaomba uwabariki, uwe pamoja nao, uwe pamoja nasi, na vipindi vingine ambavyo viko mbele yetu Baba, tunazidi kukukaribisha na tunaomba baraka nyingi katika vipindi hivi. Asante sana Mungu mkuu, kwa sababu ninaamini umesikia Baba. Mungu utatenda kwa utukufu wako na kwa mapenzi yako, kwani nimeomba katika jina lako kuu Yesu Kristo. I sing all the praise of His glorious Lord, my sin.